Yeah, Mamba Fipi. I think it is story time. I have a lot of story to share with you, and one of them is this one that I want to show you right now. Hmm. Ilikuwa mwaka wa 2023. Sijui ilikuwa mwezi wa around mwezi wa sita. Hmm. That time I was in the town. Hmm. One of the afternoon. When I was very hungry, I decided to go to take lunch in one of an hotel outside the town, because these hotels that are located within the town, their services and food are very expensive. So I decided to go outside the town. And then I remember one of an hotel that one of my friends showed me one time. So nikachukua njia my friend, nikanyorosha, nikatoka njia ya gate mahali nilikuwa, nikaenda straight, nikapita town katikati. Nikaenda nikachukua street fulani yenye ilikuwa ina branch ndio elekee hiyo mahali kuna hiyo hoteli. Nikateremka hiyo hoteli. I think everybody knows if you are a comrade. Ukumbuke hiyo time nilikuwa sina dough, sina anything. So nikachukua hiyo njia nikaelekea hoteli, nikaingia hoteli hivi. Nikaona kuna seat yenye iko kwa kona. Mi napendanga mahali kona, kwa mahali fulani, mahali naenda kuketi. Even during my time in high school I was sitting at the corner. So nikachukua space pale kwa kona kwa hiyo hoteli, nikakaa. Nikachukua menu hapo hivi yenye ilikuwa meza yenye iko kando hapo hivi, nikachukua menu nikajaribu kuangalia food can yenye iko affordable yenye naweza chukua ni kule, because sikuwa na pesa nyingi sana, nilikuwa na pesa kidogo. Sasa nikachukua menu nikaangalia mpaka nikapata chakula changu, nikasema basi nikaitisha. Mwenye alikuja kurespond alikuwa mwanadada. Yaani mwanadada akakuja kuuliza nikuletee nini customer. Nikacheki kwanza mwanadada, nikasema huu mwanadada vile alikuwa hakuwa mrefu na hakuwa mfupi, alikuwa wastani hapa hivi. Alafu cheki alikuwa anavaa skirt ingine ya black. Skati ilikuwa inatoshana tu vizuri, lakini ilikuwa skati fupi hivi, ilikuwa inafika kwa makoti hivi. Alafu pale ukitazama vizuri alikuwa na top ya white t-shirt yenye ilikuwa inamshika vizuri, ukimcheke hapo mbele hivi. Alafu pale nyuma hivi ni pale kama umesikia hiyo ngoma ya Iyani ilikuwa inasema napenda vile makalde mwana kuja kama wamebeba hivyo. So alikuwa hivyo. Na ukumbuke 2 months ago nilikuwa nimeachwa na mpenzi wangu wa vile nilitoka ushako hivi nikaachwa. So kufika hiyo time nikacheki, nikamwambia niletee hiki chakula yenye nimechakua hapa hivi kwa menu. Time akaenda nikasupalia hapo hivi, nikasema hii nayo lazima nijitetee. Akaleta chakula, nikakaa chini nikakula, nikifikiria nitaanza aje. Hiyo time kuna jamaa alikuwa kwa counter pale hivi, mwenye alikuwa anachukua pesa zenu, yani pesa za wateja. Kuna jamaa alikuwa anakaa pale hivi, alikuwa jamaa mrefu hivi, nywele ameachilia nywele vibaya hivi. Sema of course yeye ndio alikuwa pale. Na alikuwa jamaa mweusi, jamaa mwenye anakaa si mtu friendly, yani acheki na watu. Nikakula vizuri, nikakula tu polepole nikifikiria vile nitaanza. Nikasema no problem, I will start to nirushe mistari zangu. Bale hivi nikakula nikamaliza, nikaenda
kumbuka maji niliwekea maji hivi, nikakunywa maji fresh, nikashiba. Nikaenda sasa kulipa, nikafika pale kwa counter. Huyu mwanadada anasimama kando ya counter. Jamaa ako pale hivi kwa counter, ana deal strictly. Yeye ndio anapokea pesa ya wateja. Sasa mimi nikasema sitaki nipoteze wakati na sitaki niende bure. So let me try for my best. Nikamwambia dem, niache mambo. Akasema poa. Nikamwambia una uko smart. I like your dressing code, I like your shape, I like the way you are. Akasema asante. Nikamwambia ache, unaishi upande gani? Akaniambia, akanitajia place nyingine iko karibu na town hapo hivi. Nikasema kumbe unatoka mahali karibu hivi, nilikuwa nadhani ni mbali. Akasema ni karibu, imagine. So wewe jamaa mwenye ako kwa counter ana concentrate na customers mwenye na pesa, akirudisha change. So nikamwambia manzi, fanya hivi, siku gani uko free, I need a time to interact with you, to have time together, tuongee. Akaniambia hakuna siku niko free. Nikamwambia what about one of the Sunday? Akasema niko I might be free but nitachapwa. Nikamwambia mtoto mrembo kama wewe nani anakuchapa? Kumbuka hiyo time nilikuwa na mwili bwana, achana na sahi. Maisha imenichapa chapa. Yaani nilikuwa na mwili, nilikuwa nimeunga wewe. Mtu angenikusa ningemtandika mtu, lakini sasa achana na. Nikamwambia wewe, nani anachapa mtoto mrembo kama wewe? Nani huyo niambia? Akaniambia niko na mzee. Akanionyeshia ring mali fulani hivi. Alikuwa ananionyesha, akanionyesha ring hivi. Nikamwambia hata mimi naye nimeoa. Nimeoa nikenye sifai ring. Akasema okay. Nikamwambia fanya hivi, tuachane story mingi. Yaani nataka tukutane na wewe tuongee. Akasema okay. Akasema sidhani. Nikamwambia fanya hivi, on Sunday utamdanganya mzee wako kwamba nitaenda ushirika. Akasema namuokopa. Akaniambia maybe wewe mwenyewe umwambie. Nikamwambia sawa. Ako wapi huo mtu, kijimtu huyo? Ako wapi nimwambie? My friend akaniambia ni huyo tu mwenye unamlipa saa hii, ni huyo mwenye ako counter. Nikastukia tu, yaani sikuona kitu. Nikajiona kesho, the following day niko kwa hospitali, nikilala hospitali hivi.